Hello, let us look at the analysis ya VIX 75. VIX 75 tukiangalia trendi katika daily ilikuwa ni bullish, but ninatamani kupata accurate information kutokea kwa kila kendo moja inayotengenezwa. So nini ambacho nitaconsider structure zinazotengenezwa pamoja na push of the market. Sasa niende tu moja kwa moja kwenye structure ambayo imetengenezwa hapa pamoja na push ya market, ili kusudi nisaidie mimi kujua naelekea wapi. So tuangalie structure hapa. Kuna this market ni bullish mpaka sasa, tunaona imeshaweza kuretest this zone na inaendelea. Sasa ilivyo retest iliondoka ikiwa imetengeneza this structure hiyo. Kuna structure ambayo ilikuwa imetengeneza hapa, this one. So tuangalie hizi structure mbili. Mimi kupata accuracy ya hizi structure mbili denomination, inabidi niangalie kendo kila kendo moja moja inayokuja kuingia kwenye hiyo structure. Mfano nikianzia hapa, hii kendo ilipofunguka kugive hii kendo nyingine hapa, kwa maana kwamba kutokea kwenye hii kendo mpaka kuja kwenye hii kendo ninaweza nikapata kuelewa market yangu ilikuwa inafanya nini. Mfano kutokea kwenye kendo, koja ya hii kendo ilikuwa ni 115,858.1963 115,858.1963. Hii hapa imekupa 115,853.9904. Sasa tunakuja kwenye hii kendo, kwenye hii structure namba 2. So tukitazama sasa hizi kendo mbili, nataka niangalie trade ambayo imefanyika hapa. Tukiachana na hii trade hapa katika hizi kendo mbili hapa, ukiangalia hii ni 116,394, hii ni 116,416. Kwa moja kwa moja kuna great push ambayo imetengenezwa hapa. So ili kusudi nipate trade inabidi niangalie ndani ya kivuli nini ambacho kimeweza kutokea hapa. So this is daily. Sasa tuje hapa kwenye H4 tuone ndani ya hii structure kuna nini. Kumbuka trade tunayoangalia sisi ni hii ya juu hapa, so isiku confuse sana hii ya chini, lakini nilikuwa nakuonyesha structure ambazo tunakuwa tunazingatia. Analysis ya hizi structure hapa chini nisizingatie sana, ila tuangalie this today market imefanya nini. So nikija sasa kuangalia hapa, ili kujua vizuri, naomba nirudi tena hapa ili kuiona vizuri sasa hii market yangu, nionyeshe namna hii hapa. So nikirudi hapa kuangalia sasa hii starting point ya retracement ya market yangu imefanya nini. So nikija kuangalia huko ndani, sioni market yoyote au siwezi kuona structure ambayo inaweza kunipa validation ya market kama itaweza kubai. Lakini kule ambapo tulikuwa tumeangalia push imekubali, trend imekubali. So twende kwenye 15 minutes tukaangalie kama tunaweza tukapata structure ambayo inatupa sisi kubai. So tukiangalia kwenye 15 hapa, structure ambazo tutakuwa nazo ni zile retest ambazo zinafanyika ndani. Unaona? Ni zile structure ambazo zinafanyika ndani, kama hii structure ambayo ilikuwa na higher low, then nika proceed higher high, higher low, higher high kama tokanje. So mimi nitachukua hii kama moja ya nanili yangu ya validation yangu, kwamba inanifanya mimi kuverify kwamba market yangu itachezea kwenye zone. Yani market yangu ikija itaretest hapa, kisha itaendelea kufanyaje, itaendelea kubai. So nikuonyeshe vizuri hapa baada ya kuiona hii market hii sababu imefanya. So unaweza kuona nini ambacho kimetokea hapo.
this one, can you see market yangu inaendelea kubuy. So nikirudisha kwenye H4 sasa, kwenye H4 ndio hiki ambacho kimetokea hapa, ndio hiki ambacho kimeweza kutokea hapa. Market imeingia kwa mara ya kwanza, ikawa sellers wakawa na nguvu, okay, push market mpaka ikaweza kufika kwenye second line kama hii. Na kwa nini nimedraw second line and first line here? Kwa sababu moja, kuna nimekwambia inaangalia zile ambazo zinakuwa ndani ya zone, zile structure ambazo zimejidentify hapa zikiwa ndani ya zone, ambazo zimetoka nje ya zone sitozi consider. Sasa baada ya kuwa tumeona hapa imekuja retest hapa, nataka sasa nikuonyeshe entry naweza nikaipataje. Nirudi kwenye 15 hapa, kwenye 15 hapa. So kwenye 15 hapa niangalie market baada ya kuwa imeingia. Baada ya kuwa imeingia sasa imeanza kubuy, ikanipa mimi a normal validation point here. This is my normal validation point, ambao naweza nikaipa color nyingine, and this is a new validation point here. After a new validation point here, kuna sniper entry here. This one, this is my sniper entry. So nataka nikuonyeshe why na consider kama sniper entry. Unaweza kuiona hapa. Sasa na tokea market ilivyoingia mpaka sasa bado iko ina buy. So ambaye kaingilia hiyo sehemu hapo, market bado ina proceed buy. So hivi ndivyo ambavyo tunaweza kuifanya analysis yetu kwa nzuri na kuweza kupata entry nzuri katika soko. Entry ambazo hazitakuwa na riski kubwa sokoni. Mfano kama mtu ambaye ameingia hapa kwa sniper entry, can you see, na hold trade mpaka sasa bado imeendelea kufanyaje, bado imeendelea kubuy. So tulikuwa tunaangalia hii ni volatility ya 75, and kwenye daily nikiopen trade ndo kama hii sasa, ambapo nilikuwa nimeanza kukuonyesha mwanzo. See you another time.